Fire si fire. Na kuna watu wataenda jehanamu. Hawa watu wataona fire. Mujipange jameni. Munusurike jehanamu kwa sababu kuna watu watakuwa kwa upande wa kushoto. Sijui nyinyi mtakuwa upande gani. Wewe wacha wewe. Mimi najitetea niwe upande wa kulia. Hakuna. Ashindwe. Wale watakuwa upande wa kushoto wataambiwa nilikuwa mgonjwa, hamkunishughulikia. What are you saying? Nilikuwa na njaa, hamkunishughulikia. Hata utaambiwa nilikosa kazi lakini hukunishughulikia. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Hawa watu wataona fire. Wataona moto. Wataona noma. Huyu deputy president ingine ni Abonoko. Ni ile badia. Hii kazi nitaifanya. Nitaipeleka mbio mbio. Nitaipeleka faster. Nitaipeleka noma. According to the people of Mbere, yule deputy president walichagua ni nani? So I am here as deputy president ambaye alichaguliwa na raia. Agenda hawana. Mpango hawana. Wewe kasongo ni bure kama supu ya marenge. Kasongo ni bure si bure. Ni mwizi si mwizi. Ati sasa kuna wanaume 5 ati wameketi chini. Ati wanagawa serikali ya Kenya. Ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe chukua 10%. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my friends, serikali ya Kenya si yenu. Serikali ya Kenya ni ya wananchi hawa wote. Doesn't belong to 2-3 people. Ama namna gani? Wacheni kiburi na madharau. Serikali ya Kenya ni ya wananchi wote wa Kenya. Hamwezi kuketi chini kwa mkahawa ati mnagawa serikali ya Kenya ati 50%, sijui 20%, sijui ngapi. Ama namna gani jameni? Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Maraland. Si hata nyinyi mko na nyinyi ni watu wa serikali ya Kenya? Serikali ya Kenya ni yenu ama si yenu? Ni ya wale watatu wameketi kwa mkahawa? Ni ya wale watatu wameketi kwa mkahawa? Sasa niwaulize, wale majamaa agenda hawana. Mpango hawana. Sera hawana. Barabara hawajui. Akili hawana. Sasa wao ndio watu utashindana na wao. Na nyinyi msijali. Wale mimi nashindana na wao ni watu ambao hawana mpango, hawana sera, hawana agenda. Ama kwani hamjui? Ama namna gani? Ni kweli ama si kweli? Wakikuja hapa utawasikia wakisema one term, kasongo, sijui nini. They have no plan. Lakini wacha nikuambie William Ruto, ukiendelea kutumia vijana kutukana Uhuru Kenyatta, next time utakuja mlima, mimi nitatoa amri, hawa wananchi watakutukana wewe mwenyewe. Lazima sasa kuanzia leo nikinge na kumlinda ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Mimi nataka nikuambie William Ruto, I want to tell you from the mountain. Yeah? Nataka nikuambie, I want to tell you William Ruto, hakuna vibaraka yako tena watatukana Rais Uhuru Kenyatta. And I want to say, and I am not joking, and William Ruto, you know me. Unanijua vizuri. I want to tell you, yes, mimi nikwambie, wewe ukituma hiyo vijana tena kutukana Uhuru Kenyatta, ukifika hapa mlimani, hawa mama watakupigia nduru, wazee watakupigia nduru, na vijana watakufukuza hapa mlimani. Juzi ametoka amekaa Kitui siku 4 Kitui, na kila siku watu wanaletwa, nadhani wengine walitolewa karibu hapa Siakago sijui, wakapelekwa, wakifika wanapatiwa 3,000. Sasa ikiwa hapa mnapatiwa 200, vile mheshimiwa Karisi amesema, mwakija hapa ambie Kalonzo amesema ile mlikuwa mnapeana Kitui imebaki 3,000 kutoa 200 ni ngapi? 2,800. Wakija hapo ambie Kalonzo amesema leta balance.
Wangapi watawaitisha? Kwa hivyo namuuliza ndugu yangu Riji, asifunge soko leo. Ifungwe Jumatano ijayo. Ndio watu wadai balance yao ya shilingi 2,800. Mtafanya hivyo? Alafu akimaliza muambie muambie Harambee. Harambee. Kwa hivyo muziwe uoga. Hata polisi mnaona wakitumwa hapa, wenyewe wana shida nyingi. How did we get here? Why is William Ruto destroying education? And I thought about it at night and I have come to the conclusion is the advisors he has chosen. William Ruto has been very advisors, very educated, but they are all flower girls. They don't advise him on anything, they are just for show. I was his deputy, so I know. When I tell you, I know what happens. He has 2 advisors whom he takes advice from. Oscar Sudi, who is a standard 3 dropout. Farouk Kibet, who is a standard 6 dropout. So these 2 advisors have no value for education. So they have advised William Ruto to get money meant for education and take it to bribe people on useless empowerment programs that are not empowering anybody. So William Ruto, how reckless can you be? How do you get a standard 3 and standard 6 dropout to advise you and then make you make reckless decisions that destroys the very foundation of the Kenyan nation? So it's a very sad day. And even sometimes I wonder if the president really sometimes feel like he would like to have advisors from his community. We have very many educated professionals from the Kalenjin community who are known to be very practical, to be very pragmatic, to be very intelligent, who can advise him. Why does he have to depend on standard 3 and standard 6 dropout? Ati akamwira wewe mama, sui mama ako sawa. Hebu sunguka, hebu muangalie. Sasa huyu mama simkiwa na yeye kitandani, utaamuka ukiwa na furaha asubuhi. Have you seen that video? I mean, it's one of my most painful moments as a leader of this community. I felt so humiliated and so demeaned. Ati Ruto na adu wakihauru ni homato kijeti. Niona digibure mamudo hieta kwa Faruku. Dirabure masabi na wachele. When she was being told to go down, she was just giggling and laughing as an object. When they are discussing her sexuality, she's just grinning and laughing like it's a very beautiful thing. The same thing they were doing to us. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote ukabila, siasa wala dini.